Wewe, hebu. Kwa kasi anaonekana kikimbia, akihofia maisha yake na kujaribu kujiokoa. Moyo ukidunda kwa kasi, hapa hisia zote zikipata msisimko. Haya yote yakijaribu kukwepa kukatwa kwa panga. Kichakani eneo la Meru, hili limekuwa jambo la kawaida. Kulingana na wakazi hapa, hii ndio mbinu mwafaka ya kukabiliana na wezi wa miraa. Mmenisumbua sana, si ndio? Huku nikumalize ama nifanye nini? Siku ya kawaida katika kijiji cha Mutwati, eneo bunge la Igembe kaskazini kaunti ya Meru, mambo huwa hivi. Kutoka shambani hadi sokoni, kila mtu huwa mbioni. Huku biashara ya miraa ikizidi kunoga, visa vya uhalifu pia vimeongezeka maradufu. Wakazi hapa wakisalia kutumia mbinu za kale kuadhibu. Karibu kila mtu hapa bila kujali huwa na panga mkononi, kifaa cha shambani, ila sasa pia kinatumika kutoa ulinzi. Sinda wizi wa miraa ni kubwa sana. Tunatuliza na hizi line. Kwa maana hata rafiki yako anakuiba. Sisiri kwamba Daniel Mbogori mwenye umri wa miaka 54 ni jamaa anayogofya, haswa kwa yeyote anayekutana naye. Kwa wengi aidha, yeye huonekana kama mlinzi, mzee anayekabiliana vilivyo na wezi wa miraa. Tunakata mikono, wengine tunakata isipokatika, tunaachana nao, anaenda kufia mbali. Swala la kusikitisha na kutisha, ila bado linazidi kupata umaarufu katika baadhi ya eneo la Meru. Mbogori ambaye amekuwa akilinda mashamba ya miraa kwa zaidi ya miaka 20 eneo la Mutwati, anasisitiza kwamba japo visa vya wizi wa miraa kupunguka, vijana siku hizi ndio wanaojihusisha nayo. Tuwafanyanga hivi, mguu inaanguka, naweka hapo, naambia mwenyewe leta pesa yangu, mimi naenda. Ngapi ulikuwa na lete, kwenda sukua mtu wako, peleka koti. Henry Murungi na Patrick Mwimbi aidha sio wezi wa miraa, ni jamaa waliosalia kuvamiwa na magenge hayo yaliyojihami kwa mapanga. Mtu akiona wewe umekata mkono, eti wanasema wewe ni mwizi. Hata wewe sasa ukikata mkono, lazima utapata jina tu, wewe mbaya. Mkulima wa miraa na mfanyi biashara, maisha ya Patrick yangeweza kumithilishwa, ila siku moja mambo yalibadilika. Kia kuna mtu amekuja hapo nyumbani, akaniambia eti ananiita, alafu ndio akakuja. Sasa hapo mimi sikuwa najua kuna hatari. Sasa hapo mimi nikafahamiwa, nikakatwa hii mkono. Kwa kuwa uvamizi huo ulifanyika mchana, Patrick aliwatambua wavamizi wake. Baadaye ikibainika kwamba wajomba zake walikuwa na njama ya kumwangamiza kufuatia mzozo wa ardhi. Saa hii hata kupua nguo yenyewe ni sinda. Hata bibi yangu mwenyewe alitoroka akiogopa kuuawa. Niko na woga. Dereva wa miraa zamani Henry naye akikodolea macho kifo siku aliyokatwa mkono. Wezi sasa vile walikuja, kunipahamia, kunikata mkono, mapanga ya uswa na mkono nipo. Maisha hayajawahi kuwa sawa tena. Sasa hata mwenyewe ukiniangalia unaona kama mimi ni mtu inagali. Nipate kupata haki yangu. Sio lazima uwe mwizi ndio ukata mkono. Lakini wale wengi no, ni waizi wa miraa peke yake. Now you take a siren in public, walking in public. What are you saying? It's criminal. Hiki sunia mwizi unaiona hapa? Licha kujeruhiwa kote mwilini, Mbogori anasisitiza kwamba atazidi kufanya anachofanya. Ita hata wale nimekata mikono utaonyeshwa ntonyiri. Sichekangi na wao bwana. Guniona unaniona. Katika jitihada za kukabiliana na janga hili, uzaji wa mapanga umepigwa marufuku barabarani katika eneo hili, huku wenye maduka pekee ndio walioruhusiwa. Na ndio sababu hata askari walichukua hatua
tukataa watu wause kwa street ovyo ovyo. We cannot associate 100% that any person who has been cut is a thief. Kutembea na panga ni maadui wamekuwa wengi sana. Somebody who has committed a crime, the police will arrest him. Japo serikali kupiga marufuku matumizi ya kifaa hiki hadharani, wakazi wa eneo hili wanasisitiza kwamba hawana budi ila kukitumia kulinda mali yao, yani miraa, hiki kikisemekana kulinda familia zao pia. Shukri Wachuke, K24, katika eneo la Mtwati, kaunti ya Meru.